Hello, habari za saizi tena. Sasa tuwe na kipindi kifupi leo kunachohusu masuala ya mahusiano. Ah, Leo nataka tuongee tu kuhusu stages of relationship, yani hatua za mahusiano ya kimapenzi. Relationship stages. Nataka tuelezee stage 5. Sasa kwa nini ni muhimu kujua stage? Nadhani tutakapokuwa tunapitia masomo tutajua kwa nini ni muhimu kujua hizi stages. Stage ya kwanza inaitwa stage ya mahaba moto moto au romantic stage. Hii ni stage ambayo watu wanapendana bila kujali madhaifu walionayo. Yaani madhaifu hayaonekani baina ya watu wawili, baina ya mwanamke na mwanaume ambao wanahusiana. Kunakuwa hakuna macho ya kimapenzi ambayo yanakuwa yanaweza kuona, yaani mapenzi au upendo umeziba madhaifu, yaani madhaifu hayaonekani kutokana na upendo uliopo. Ni stage ambayo mtu hasikii haambiliki. Ni stage ambayo unaweza ukaambiwa ukweli kuhusu mwenza wako na ukakasirika. Ukasema wewe vipi bwana, wewe labda unanionea wivu. Ni stage ambayo bila kujali mtu ni mlevi, ni mfupi, ni mrefu, anavuta bangi, anavuta sigara, mume wa mtu, mke wa mtu. Ni stage ambayo hivyo vitu vyote huwezi kuviona. Madhaifu yote huwezi kuyaona. Mna textiana message mara kwa mara, mnachekiana, mnamisiana. Kwa hiyo ni stage ambayo watu wanapendana kweli kweli. Watu wanapendana kweli kweli. Kwa hiyo ule upendo uliopo unafunika kabisa madhaifu ambayo yapo baina ya watu wawili. Mfano mdogo tu. Unajua mapenzi bwana, mambo ya mapenzi ni magumu sana. Mfano unakuta let's say kuna somebody ni mke wa mtu na ni mume wa mtu, wameanzisha relationship outside of their marriage. Kuna watu wana fall in love kwenye mazingira hayo. Sasa unakuta hata ile kujua huyu ni mke wa mtu au mume wa mtu imefunikwa na upendo uliopo. Ni stage hiyo. Au kuna muda ambao binti wa miaka 19, 20 ana mpenzi wa mwanaume mwenye miaka 50. Kwa hiyo tofauti wa umri binti hauoni, kwa sababu upendo umefunika hiyo. Kwa hiyo ni stage ya kwanza ya mahusiano. Kitu kikubwa ujue madhaifu walionayo watu hawayaoni. Yaani mimi siwezi kuona madhaifu ya mwenzangu na mwenzangu hawezi kuona madhaifu yangu. Ni stage ya kwanza. Huwa inadumu kwa muda kidogo. Baadhi ya research zimeonyesha, zimeindicate muda wa haya mambo ya mahaba motomoto stage au romantic stage. Sasa kitu cha msingi kwenye stage hii, ukiwa kwenye stage hii ni vizuri ukawa unakumbuka kwamba hili ni swala la muda tu. Ni swala la muda. Upendo haubaki vile vile siku zote. Upendo unabadilika. Upendo haubaki vile vile siku zote. Hiyo ndo pointi kubwa ambayo unataka ujue ukiwa kwenye hii stage. Kwanza inabidi ujitambue kwenye stage uliopo, alafu ujue jinsi ya kupambana na hiyo stage uliopo. Stage hii kikubwa ni kujikumbusha moyoni mwako kwamba lakini hii ni masuala ya muda. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza kufall in love, inaweza ikawa ngumu kwao kuelewa, lakini kama mtu ameshawahi kuwa kwenye mahusiano kadhaa anaweza akaelewa. Na huwa haijalishi whether ulishawahi kuwa kwenye mahusiano mengine, unapoingia kwenye mahusiano mapya bado unaona kama yale mahusiano mengine kama maybe hayakuwa perfect, ila uhusiano ulionao sasa hizi ndo perfect, lakini that's not always the case, au that's not the case. Kwa hiyo ni stage ya kwanza. Na stage hii ni watu hawawezi kuachana, ni vigumu sana kuachana kwenye hii stage. Sawa. Stage ya pili ni uvumbuzi, stage ya uvumbuzi au ugunduzi au kwa Kiingereza discovery stage. Hii ni stage ambayo sasa madhaifu yanaanza kuonekana baina ya wapenzi. Kwa hiyo ndo mtu anaanza kushtuka, hivi kumbe mimi na miaka 18, 19, 20 na date na mbabu ana miaka hivi, mtu mbona miaka 50 kweli nitaweza? Mtu anaanza kufikiria, mtu anaanza kukumbuka, hivi mimi kumbe niko kwenye ndoa. Na date hivi kumbe ni mke wa mtu, ni mume wa mtu. Mtu anaanza kufikiria, hivi kumbe huyu ni mlevi na mimi kwenye maisha yangu nishasemaga mimi sipendi, siwezi kuwa na mlevi.
Kwa hiyo yale madhaifu yanaanza kuonekana baina ya watu wawili. Kwa hiyo katika wakati huu kwenye hii stage ni wakati ambao watu wanaanza kuambizana maybe kuhusu tofauti zenu, na ulikuwa huwezi kuona madhaifu kwa sababu romantic stage iliziba yale madhaifu. Sasa hivi romantic stage imepita, kwa madhaifu yanaibuka, yanaanza kuonekana dhahiri. Kama ni mke wa mtu unaanza kuona hivyo. Wakati mwanzo nilisema bwana, hapana, mimi siwezi kumwonea hivyo mume wako au mke wako. Kama ni mke wa mtu, sasa mimi siwezi kumwonea hivyo mke wako, tutakuwa hivi hivi tu, usijali. Lakini ukishafika hapa wivu pia unaanza. Wakati mwanzo nilisema no, wivu hauwezi kuwa kikwazo. Lakini mwanzo kwenye hii stage, lakini pia kitu cha msingi, nitaka kueleza mambo mengi lakini muda unaenda. Kitu cha msingi kwenye hii stage ni acceptance, ni kukubali kwamba kuna udhaifu katika binadamu. Hamna binadamu amekamilika, kwa hiyo udhaifu upo. Sasa je, nawezaje kubeba udhaifu uliopo? Nawezaje kubeba haya madhaifu ambayo yameibuka kati yetu? Nawezaje kubeba au tunawezaje kuhandle? Sasa ukitoka kwenye discovery stage, ndo unaingia kwenye stage nyingine ya tatu, ambayo ni stage ya migogoro, stage ya mgogoro, yani conflict stage. Huu sasa ni muda ambao matarajio yanapotea. Maana hapo ushajiuliza hapo juu kwenye ugunduzi na uvumbuzi, ushaona tofauti. Sasa mnaanza kuambizana yale madhaifu yenu, kwamba bwana, jamani mlevi wewe, jamaa wewe mchafu, jamaa huogi. Mmoja hapo anakasirika hapo na nini, conflict zinaanza. Na conflict zikianza hapo sasa, ndo stage hii conflict stage ndo stage ambayo, au stage ya migogoro ndo stage ambayo inaongoza kwa watu kuachana. Watu wanaachana sana kwenye hii stage. Watu wakifanikiwa kufika kwenye hii stage, mara nyingi unakuta relationship yao inadumu. Kwa hiyo kwenye conflict stage au migogoro stage au hatua ya migogoro, huwa ni matarajio yanapotea, lakini madhaifu yanakuwa wazi, watu wanaanza kulumbana. Huu ni kama nilivyosema awali, huu ni muda ambao sasa watu wengi wanaachana kwenye hii stage, kwa sababu watu wanashindwa kuvumiliana. Kitu cha msingi kwenye hii stage ni vizuri kuwa na skills za conflict management, yani kuwa na maarifa ya kutatua migogoro. Na nilishafundisha hapa namna ya kutatua migogoro, inapotokea migogoro ya watu wanaohusiana, wanandoa na kadhalika, nilifundisha nadhani before. Kwa hiyo kwenye stage hii kitu cha msingi ni kuwa na maarifa ya kutatua migogoro, na nilishafundisha. Unaweza kufuatilia kwenye masomo yangu mengine kupitia YouTube na nini, nimeweka masomo kule. Sasa ukifanikiwa kufika kwenye migogoro, hii ndio kwenye stage ya migogoro au conflict stage au hatua ya migogoro, uwezekano ni mkubwa sana wa relationship yenu kusurvive kwa muda mrefu, kwa sababu hii ndio stage ngumu kuliko zote. Kwa hiyo ukitoka hapo sasa, mnaingia kwenye stage ya kuwajibika na kujitolea, commitment stage tunaita. Kwenye commitment stage sasa, unakuta wote wawili au mmoja yuko tayari kubeba udhaifu wa mwenzake. Kwa hiyo watu wanaanza kubebana taratibu. Watu wanaanza kujua maisha ni nini, wanakuwa wataalamu wa kutatua migogoro, kwa sababu tayari migogoro ishajitokeza hapo juu na wakavuka. Wanaichukulia migogoro kama fursa ya kuvuka kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hii ni stage nzuri. Baada ya kutoka kwenye stage ya commitment au kujitolea au kuwajibika, sasa inakuja stage ya kushikamana, attachment. Kwa hii sasa ni watu wanakuwa wamevuka zaidi, wako pamoja, wanajadili kuhusu maendeleo kwa pamoja, wanajadili kuhusu familia yao iweje mbele, wanajadili mambo mezani. Tofauti zao zinapokuwepo,
tofauti zao zinapokuwepo wanajua jinsi ya kuzimaliza. Wanaweza kukubaliana kutokukubaliana bila kuleta shida yoyote, au wanaweza kukubaliana jambo vizuri mpaka wakafika mwisho. Wanaweza wakapeana muda, bwana tupeane muda tuendelee kulitafakari hii ni muda wa attachment sasa. Baada ya hapo sasa inakuja stage ya maturity. Sasa kifika stage ya maturity, na hivi vitu vinaenda kwa umri jamani. Kifika stage ya maturity, unakuta ni watu ambao wamekomaa, ni watu ambao hakuna kipya duniani, yani hakuna jipya duniani. Kwa hiyo ni watu ambao sasa unakuta kwenye jamii inapotokea migogoro ya kimahusiano ndio watu wanaofuatwa, kwa sababu wamejionea mengi, wamevuka mengi. Hapo unakuta ndo watu hapo wamerelax, hawana hofu na migogoro. Ikitokea migogoro wenyewe wanaisolve, ikitokea issue yani ni watu ambao wamevuka mipaka ya kawaida ya kimahusiano. Sawa jamani. Kwa hiyo kila stage ni muhimu kupita, lakini tukumbuke hizi stage unaweza mkapita wote kwa pamoja, lakini kuna baadhi stage unaweza mmoja hapo akatangulia. Kwa mfano kuna mtu mwingine anaweza akawa yuko kwenye mahaba moto moto, lakini mwingine bado ameshaenda kwenye stage nyingine ya discovery. Yaani mmoja bado hajaanza kuona madhaifu ya mwenzake, lakini mwingine ashaanza kuona. Hapo na penyewe inakuja shida, inakuja changamoto. Ni vizuri watu mkaenda pamoja, lakini saa nyingine mkienda tofauti inaweza kasaidia mtu, yani mtu mmoja akamvumilia mwenzie, lakini anaweza kashindwa kumwambia madhaifu alionayo mwenzie. Kwa hiyo ni stage ambazo mnaweza mkaenda wote kwa pamoja, au mmoja akatangulia kuliko mwingine. Kuna muda mtu mwingine amefika maturity, lakini mwingine bado yuko kwenye mahaba moto moto, amestaki huko. Unategemea mahusiano yatakuwaje? Atakuona wewe maturity kama unarahisisha mambo vile. Mtu akiwa kwenye stage ya mahaba moto moto, alafu wewe mmoja uko kwenye maturity, anaona huyu mtu namna gani vipi. Na hiyo inatokea sana pale inapotokea watu wameoana ambao wanapishana umri mkubwa sana. Let's say wamepishana miaka 10, 15, 20. Usitegemee kwamba hizi stage wataenda kwa pamoja. Kuna kustaki na kuna changamoto zake. Basi tuishie hapo kwa leo.